Wiki iliyopita Mungu aliweka mzigo nije porini, nije niwashuhudie kwamba nimeokoka, nije niwashuhudie kwamba nimebadilika. Usiseme huyu namjua, silikuwa kibaka. Ilikuwa ni zamani. Mimi ni kiumbe kipya ndani ya Yesu. Usiseme huyu silikuwa mlevi tunalewa naye hapo chini. Ilikuwa ni zamani. Mimi ni kiumbe kipya ndani ya Yesu. Wewe unayenisikiliza katika jioni ya leo, kwa nini usikubali Yesu ayaponye maisha yako? Kwa nini usikubali Yesu ayaponye maisha yako? Ndugu zangu wa Mererani, sidhani kama nitakuja porini nije na spika kuhubiri. Naweza nikaja na kujaga hapa kwa mambo yangu. Sidhani kama nitakuja porini nije nihubiri Injili. Ndugu zangu mnaonisikiliza, hili pori mmehubiriwa sana. Kuna siku nimekuja, nilikuwa kwenye lile kanisa la Pentekoste pale. Nasikia mhubiri hapa, nasikia mhubiri kule, nasikia mhubiri kule, nasikia mhubiri kule, kila mahali, na bado hamtaki kutubu. Ninawi itawashtaki. Ninawi hawakwenda wahubiri wawili. Ninawi hawakwenda wahubiri watatu. Alienda mhubiri mmoja anaitwa Yona. Ninawi ilitubu. Watu wa Ninawi wakamwambia Mungu tusamehe. Lakini nyie watu wa Mererani mna kiburi. Mkisikiliza wahubiri mnasema hawa ni njazi na wasumbua. Mkisikiliza wahubiri mnasema hawa wanatupigia kelele. Rafiki yangu, hii si kelele. Haya ni maonyo ya baba yako. Haya ni maonyo ya baba yako. Kama kuna mtu yuko tayari kuokoka, kuokoka ni bure. Yesu anakutaka katika siku ya leo. Mimi nataka kuondoka, lakini nitakuacha na Yesu. Wewe mwana Apolo unayenisikiliza,